Jamani. Rafiki yangu. Wow, jamani. Siku nyingi. Salama. Huko umetoka wapi? Huko nimetoka hapa tu kwa rafiki yangu. Maana alikuwa anasumbuliwa kidogo, alikuwa anaumwa. Kuna nyumba mpaka polini. Nyumba hizo hapo jamani. Mimi nimetoka mashine hapa kununua mchele. Kwa hiyo nitoka muda ulikopo huko mashineni. Na kama masaa mawili hivi. Mwe kukaa bila simu kazi. Wewe unaishi mazingira gani hapa? Naishi tu hapo mbele. Hata kwenu kuna vumbi. Ndio hivyo tumeshazoea kijiji chetu hichi. Sawa, bwana mimi kuangalia mchele maana nasikia huku kijijini kwenu kuna mchele mzuri sana. Sana. Na mzuri kweli kwa sababu hapa saizi ndo watu wanavuna mpunga. Kwa hiyo lazima upate kitu kizuri. Basi kama unaenda hivi tutakutana maana mimi mpaka gari hapo. Sawa rafiki yangu. Ila usisahau kuniachia namba jamani. Pesa ndo tatizo. Siishi mawazo. Nafurahi sana kutoka nilipopata wewe, najisikia amani, najisikia furaha. Yaani kiukweli ulizaliwa uje kunipa furaha mimi tu. Najikuta mtu mwenye furaha, mwenye amani. Ni mtu fulani hivi ambaye kila siku ninazidi kwenda najikuta na amani sana. Asante mangu. Nzuri sana, mimi najisikia furaha kwa najivunia kuwa na wewe. Ndio. Kweli wewe ni mwanamke mzuri sana. Leo kweli nimeamini mume wangu. Milima ikutani, binadamu anakutana. Huwezi amini ujue leo tunakutana na rafiki yangu. Rafiki yako? Ndio. Rafiki gani wewe? Mke wa Mwanjani. Tunamkumbuka. Wow. Hebu niambie. Nimekutana naye, nimefurahi sana kuona naye maana kitambo sana. Kanielekeza sehemu ya anakokaa. Na kaniachia namba, nikamwambia basi tutakuja siku moja kutembelea mimi na mume wangu. Basi tutapanga siku tuje tukawatembelee. Sasa lilo mipango mingi sana mimi na wewe. Hapa imefika ni wakati wa kutafuta familia mimi na wewe. Inabidi tuwe na mtoto hata ndani. Hapo kusumbua, kuvunja TV, redio kubamiza. Unajua inakuwa vizuri. Usijali mume wangu, tutazaa. Sawa mke wangu. Mke wangu. Niko naomba tuende ndani. Tena. Sawa. Unajua tayari. Nini? Unajua hata vyakula unavyonipikia, unanipikia vizuri. Unanipikia vyakula ambavyo vinajenga mwili. Na unavyojua vyakula vinavyojenga mwili vinasababisha stimulation kwenda vizuri, kwenda kasi. Mwili wa mwanaume unakuwa vizuri. Kwa hiyo sina haja hata kutumia madawa mengine, sija nguvu za kiume wakati wewe mwenyewe vyakula unavyonipikia vinakuwa vina virutubisho tosha. Sawa mume wangu nakuona maana ukishaanza kuongea wewe. Uchokaji. Oya mimi nikuache niende kazini. Sawa kipenzi changu, lakini mke wangu mimi nilikuwa na swala kama hutojali. Na pia kama itawezekana tuongozane mimi na wewe mpaka kazini na kufanyia kazi mke wangu. Nikapajue sehemu na kufanyia kazi kipenzi changu. Lakini mangu pale kazini kwetu yani pana utaratibu mmoja hivi ambao mtu ambaye sio mfanyakazi wa pale
wala sio mwekezaji au sio mfanyabiashara, huruhusiwi kuja pale. Sawa mke wangu, mimi nimekuelewa. Kwa hilo sina kipingamizi kipenzi changu. Najua mke wangu unapambana sana kwa ajili yetu, unapambana kwa ajili ya maisha yetu. Nakupenda sana kipenzi changu, hivyo sina kipingamizi. Unapambana sana mke wangu, unachoka, nahitaji kupumzika. Sawa, mimi nitapumzika, afu weekend hii nitakuwa nipo nyumbani, sitaenda kazini. Kweli? Kwa tutakuwa wote hapa. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda zaidi. Sasa mimi naomba nikuache mke wangu, kaendelee tu na mapambano ya kazi. Kutafuta kwa ajili yetu sana. Okay, asante. Okay, bye. Sawa mke wangu. Pesa ndio tatizo, siishi mawazo, ndoa ni vikwazo, sina raha. Pesa umenishusha heshima mpaka kwa watu wazima, wanaonekana kima, wengine wanaroga, wanakwenda kwa waganga. Ndo nyumbani. Na mimi naona. Nimejitahidi sana. Hongera. Hongera sana. Asante. Kidogo tumepambana. Wewe hata hivi umepambana. Unajua mmepambana nyinyi. Kidogo pia namshukuru mume wangu maana ndiye anayepambana zaidi kabisa. Pia nashukuru kwa sababu ananijali. Ndio. Na kunithamini pia. Vizuri sana. Afu kasa, unajua maisha ya huku na kule tulikokuwa tumetoka ni afadhali ya huku. Kweli kabisa. Hata sisi pia mume wangu japo ana maisha magumu sana, lakini kidogo kuna afadhali tunapambana naye. Mungu atasaidia. Ndio hivyo, hata kumbe zilishaacha nimwambia Mungu. Kweli ya kweli ya. Kweli niamini hicho bwana. Hebu niamini. Afu wengi unajua hawaniamini kama nimeacha. Wewe uko pombe. Yaani uweze amini. Afu kila mtu anashangaa si kwa nini. Hapo unakunywa? Mimi hata maji tu. Dasan. Na? Kama tena mama maji. Asante jamani mwanangu. Mimi nilikuwa changoni ninge jikoni. Sawa, mna shida. Mimi ngoja uniache na wanangu hapa nipige story 1 2 3. Sawa. Wanao makini yao. Ni watundu. Ndio walivyo watoto. Jamani naacha na mama yenu hapa. Utundu punguzeni. Wanangu vipi? Safi. Upo darasa ngapi wewe? Umeona. Na wewe hapo? Form. Vizuri sana, pambana. Pambaneni na nyinyi mwe mna jumba guzuri, mna maisha mazuri. Si unaona baba na mama walivyofanya? Pambane, sawa? Sawa. Kwani mdogo? Ukisoma ndio unakuwa na maisha mazuri kama baba? Ndio. Mbona kuna wengine hawajasoma lakini ana vitu vizuri kuliko baba? Hapana. Sawa? Sawa. Yaani kikubwa nyinyi msomi. Au wengine hao msije mkaiga kusema wale hawajasoma na maisha mazuri. Uweze kujua mpite njia gani. Sawa nangu? Sawa. Mela. Pambane kusoma. Sawa? Sawa. Mdogo. Ushauri wako sisi tunaupokea. Sawa. Tutafanyia kazi. Tutazingatia vizuri. Pesa ndio tatizo, siishi mawazo, ndoa ni vikwazo, sina raha. Pesa umenishusha heshima mpaka kwa watu wazima. Kuna kitu ambacho mimi kinaniumiza sana.
Sasa sikiza Diana. Naomba nikabidhi moyo wako. Na mimi pia nitakutunza. Maana hilo jambo ndio jambo kubwa ambalo mimi nalihitaji kutoka kwako. Nikabidhi huo moyo wako ili nikutunze. Sipo tayari kukabidhi moyo wangu kwako. Kwa nini Diana? Huna pesa. Wewe hapa usijali. Mimi ila kikubwa zaidi mimi ninachotaka nipatie moyo wako. Mimi nitakutunza kabisa yani. Yaani kama ni fedha. Umesikia? Mimi nitakutunza. Ila kikubwa zaidi mimi ninachotaka unikabidhi moyo wako. Tuwe pamoja. Sawa Diana? Hapana, sipo tayari. Katafute level yako. Diana, ukisema level yangu unakosea. Level yangu kivipi? Sawa? Wewe hizo level sawa tuweke pembeni. Lakini vipi kuhusu mahusiano yangu mimi? Kuhusu hisia zangu unaliwekaje hilo swala? Tafuta mtu mwingine sio mimi. Mimi sipo tayari. Sasa sikiza Diana. Unajua ni kweli kama unavyosema eti mimi sina fedha nini, lakini nimekwambia hilo ondoa shaka. Alafu kitu kingine usichokijua, hakuna mtu aliyezaliwa akiwa na kitu. Wote wanakuja wanapambana, mwisho wa siku wanakaa mambo yanaenda safi. Kwa sababu mimi sina fedha ndio iwe sababu ya kwamba mimi nisiwe na mahusiano? Ndio. Kila kitu unachokihitaji mimi nitakutimizia. Ila kikubwa zaidi mimi nahitaji ni huo moyo wako nikabidhi. Hapana kaka, katafute level yako sio mimi, sio level yako. Ukisema hivyo unakosea. Sasa sikiza. Mimi sio maskini Diana, mimi nimekwambia. Hivi Diana, hivi kwa sababu hilo yani unatumia kigezo hicho kwamba mimi ina maana kwamba kama mimi ni maskini siwezi kuwa na mahusiano? Ndio. Kwa nini? Huna pesa. Sasa sikiza. Tatizo si pesa. Sasa kama tatizo ni pesa, nimekwambia niachie mimi. Hayo mengine wewe niachie mimi. Sawa Diana? Hapana, naomba nipishe mimi nitakapokwenda nyumbani. Diana. Diana. Sema vitu vyangu kabisa hivi, sema magari. Ila sio mbaya, nitakaza hizo. Pesa ndio tatizo, siishi mawazo, ndoa ni vikwazo, sina raha. Mimi naomba nijue ni njia ipi ambayo umepitia rafiki yangu mpaka umepata mafanikio? Kitu cha kwanza ni kufanya kazi kwa bidii, lakini pia kujiwekea malengo. Hivi mwenzangu unajishughulisha na nini? Kuna bosi wangu namnunulia mpunga, hivyo kiasi kidogo ambacho nakipata huwa najaribu kujiwekeza ili siku moja na mimi nijikwamue, kwa sababu nimechoka sana kufanya kazi za watu. Natamani nifanye kazi zangu mwenyewe. Ndio hivyo ndugu yangu. Okay, sawa. Lakini kwenye kazi hiyo unayoifanya, unaweza kujiwekeza kidogo kidogo kama ulivyosema. Mwisho wa siku ukapata mtaji wako, ukafanya malengo. Mimi naamini Mwenyezi Mungu atakusaidia na mambo yako yatakaa sawa tu. Sawa. Mimi sio mkaji sana. Nimesema nipite kwa rafiki yangu nipe ushauri jinsi ya utafutaji ili mimi unisaidie nijue nafanyaje. Okay. Hata mimi nakushukuru sana kwa kuja na karibu siku nyingine. Asante. Karibu sana. Asante ndugu yangu. Pesa umenishusha heshima mpaka kwa umeupanda mtoto mdogo. Unajua nini wanangu? Kuna kitu hapa nilikuwa nataka tujadili kama vijana. Shauri gani? Unajua vijana wengi siku hizi wamepotea sana. Wamepotea. Unakuta miaka kama hii hapa, mtu anatumia hizo nguvu za kiume kwa kuboost na madawa. Unajua hilo ni tatizo kubwa sana. Muhimu. Eti wana unasemaje? Hawa majanja ni watoto wadogo kabisa. Alafu unakuta wanatumia mkongo hawajaoa. Mwisho wa siku wakioa inakuwa jao mchongo kabisa. Inazingua. Wanjali unafeli.
Afeli tena. Unafeli. Unajua nini? Vijana wengi wanadharau vyakula vya asili. Wazee walikuwa wanatumia vyakula vya asili. Tafuna karanga mbichi, kula miogo mibichi fresh. Lakini paka vumbi la mkongwe tu. Madogo anazingua kinoma sana. Madogo janja. Hata watoto sidhani kama wanao. Umeona? Ndio maana wanatumia mkongo. Watoto wa nini sasa? Sasa unasikia manjani? Sisi vijana watoto wa 2000 vitu kama hivyo. Muhimu sana. Ule mchongo ule. Kwa unafanya watoto wanakuelewa. Mimi siwezi kutumia. Mimi najiamini. Ndio maana uelewi. Kula karanga, miogo mibichi, utakuwa fresh tu. Afle alisemaga nikuacha sababu hiyo sema sikukwambia. Ndio matatizo kama bwana. Zingatia. Wanangu lakini na matatizo sana ile ujue. Anazingua kinoma isee. Unafeli sana. Nake vumbi la Kongo litakusaidia nini ndugu yangu? Natumia sasa hivi. Siku mkioa ndio maana ndoa nyingi zinasumbua. Vumbi la mkongo sasa limeisha, utaenda kulitoa wapi? Linatafutwa lile. Utapata Kongo. Yaani unavyoanza unajua utamalizaje? Lakini ilikuwa ni ushauri tu. Wewe unaweza kaenda nao. Yaani wewe ushauri nenda nao huko. Au si? Ukikuwa utaacha mdogo. Hoteli sana. Haina neno. Sababu ushauri unaweza kupokea au ukaachana nao. Au si? Uko sawa sana. Ushauri wako au kila majanja unazingua. Yaani nao mwingine ushauri wako. Au si? Unazingua sana. Yaani kama siku nyingine jiandae, yaani jipange sana. Haina noma, mimi ngoja niwaache basi midamida. Sasa kama wewe ushauri wanangu. Haya bwana. Bado watoto. Mwanangu anafeli. Shem, naona. Karibu. Asante, wazima? Salama kabisa Shem. Vipi leo kulikoni huko? Jamani, kwa mimi ajabu kuwatembelea. Shem, sio vitu vyako? Kweli Lakini shemeji zangu na jambo moja. Ndio, nakusikiliza. Mume wangu mmenionea hapo hapa. Maana mbona ametoka hapa sasa hivi Shem? Alikuwa hapa dakika moja. Ametoka hapa? Ndio, sasa hivi hapa alikuwa na wachikaji hapa ametoka. Vipi kwani kuna shida huko nyumbani? Ana wiki moja sasa sijamtia machoni mwangu wala kuja nyumbani pale. Wiki moja? Ndio. Mbona katoka hapa kama anaenda nyumbani hivi? Nishakutazama machoni, nishakutamani. Pesa ndo tatizo, siishi mawazo, ndoa ni vikwazo, sina raha. Pesa umenishusha heshima, mpaka kwa watu wazima wanaonekana kima. Wengine wanaroga, wanakwenda kwa waganga, dada zetu wanadanga. Sababu yako wewe pesa. Hata mimi ningekuwa na gari eti tatizo pesa. Hata mimi ningekuwa